Habarini za wakati huu wapendwa watazamaji, nipendi kuwakaribisha kwa mara nyingine tena katika chaneli yetu pendwa ya Afya kwa Wote. Na siku ya leo tunaenda kuelimishana umuhimu wa kuzingatia vipimo vya dawa wakati wa matibabu. Kama kawaida, chaneli yetu inatoa elimu na uelewa kuhusu matumizi sahihi ya dawa. Na katika matumizi sahihi ya dawa tunaongeleaga vitu mbalimbali. Tunaongelea usafi, tunaongelea vipimo, tukaongelea muda. Sasa leo tunaongelea vipimo. Wapendwa watazamaji, katika vipimo vyetu tunavyovizungumzia, hatuzungumzii vipimo vya kwenda ukapima ukajua kwamba wewe unaumwa nini. Hapana. Tunazungumzia vipimo sahihi vya dawa, kiwango cha dawa unachotakiwa kutumia. Kwa sababu hapa huwa tunaangalia umri, huwa tunaangalia uzito. Tunapokuwa tunataka kumpangia mtu vipimo sahihi vya dawa anavyotakiwa kutumia. Na katika vipimo hivyo tulivyonavyo katika dawa zetu ambazo huwa tunawapa kwa ajili ya kwenda kutumia nyumbani, ni vipimo vya aina mbili. Vipimo hivyo ni pamoja na kipimo cha ujazo ambapo ni mils kwa zile dawa za maji, syrup ambapo pia tuna kipimo cha uzito ambao tuna miligram. Lakini mara nyingi hapa huwa tuandikiagi kwamba tumia miligram ngapi. Ile unakuta tumesha calculate, tunakwambia tumia kidonge kimoja, vidonge viwili hivyo. Sasa kwa changamoto nyingi ambazo watu wanakumbana nazo hapa, mtu anaandikiwa tumia moja mara mbili, lakini mwingine anajisikilizia maumivu yake jinsi yalivyo, anaweza akatumia kiasi gani. Lakini mwingine anajisikilizia uoga alionao juu ya dawa, anaweza akapunguza kiasi gani. Sasa usipotumia vipimo elekezi kulingana na changamoto ulionayo, ambapo tumefanya calculation tukajua kwa uzito huu huyu mtu anatakiwa apate vidonge viwili. Kwa uzito huu huyu mtu anatakiwa apate mililita 10 au mililita 5, au kwa umri huu kulingana na uimara wa ogani zako za muhimu kama ini, figo, kwamba unatakiwa utumie kiwango fulani cha dawa. Sasa ina maana katika haya yote usipoweza kufata vipimo sahihi, vipimo elekezi, vipimo ambavyo ni standard kulingana na wataalamu tulivyoweza kukalkulate tukajua kwamba hii ndio level yako ya kiwango cha dawa, mwisho wa siku utajikuta unaharibu. Sasa umuhimu wa kuweza kufata hayo yote ni kama ifuatavyo. Pointi ya kwanza, ukiweza kutumia vipimo elekezi katika matibabu utaweza kudumisha ufanisi wa dawa. Ufanisi wa dawa unatokana na mgonjwa kutumia dawa kwa kiwango alichoelekezwa. Umeambiwa meza vidonge viwili, meza vidonge viwili tu, usizidishe wala kupunguza. Umeambiwa mpe mtoto mililita 5, mpe mililita 5 tu, usizidishe wala kupunguza. Katika hiyo hali utakuwa umeongeza ufanisi wa dawa ile, kwa maana kwamba ile dawa itamtibu kama inavyostahili na haitomletea madhara yoyote yale. Lakini pia umuhimu wa pili, uepusha usugu wa dawa. Mpendwa mtazamaji, mpendwa msikilizaji, pale unapotumia kiwango cha chini utapelekea dozi iliyopangwa na mtaalamu isiweze kutimia, na mwisho wa siku utapelekea usugu wa dawa. Antimicrobial resistance, drug resistance inatokana na mgonjwa anaposhindwa kufata vipimo elekezi vya dawa aliyoambiwa kwa ajili ya kutumia yeye au kumpa mgonjwa anayemhudumia. Lakini pia umuhimu wa tatu, utuepusha na uharibifu wa mifumo na ogani muhimu mwilini. Wapendwa watazamaji, hizi dawa tunapokupatia, kabla hazijaenda kukupa tiba stahili, huwa zinapita katika hatua mbalimbali. Umemeza dawa, imefika tumboni, lakini kuna kitu kinachoenda kuondoa sumu mbalimbali zinazokuwa katika ile dawa. Lazima ipite kwenye ini. Dawa zote za kumeza lazima zipite kwenye ini, na zikishapita kwenye ini, baadaye zinaenda kufanyiwa filtration katika kibofu, katika figo. Naanzia kwenye figo, alafu ndo zinaenda kwenye kibofu, zinatoka kama takamwili, inatoka kama mkojo, kama takamwili katika mifumo mbalimbali. Sasa katika kiwango fulani ambapo tunakupa dozi kulingana na uzito, kulingana na umri wako. Umri unadetermine ukomavu wa viungo muhimu vinavyotakiwa kuchambua, kukagua ile dawa na kuichuja. Kwa hiyo sasa ukishafanya mistake katika kipimo sahihi ulichoelekezwa, mwisho wa siku utajikuta unaharibu ufanisi wa ini, utajikuta unaharibu ufanisi wa figo. Sasa usipoweza kufata viwango hivyo, vipimo hivyo ambavyo tumekuelekeza, mpendwa mtazamaji,
utajikuta umeharibu kila kitu. Basi ukifuata vipimo elekezi utaweza kudumisha ubora na usalama wa ogani muhimu kama ini pamoja na figo. Lakini pia umuhimu wa pili wa kufuata vipimo sahihi, umuhimu wa nne, utuepusha na mauzi makubwa ya dawa yawezayo kusababisha vifo. Wapendwa watazamaji, tunapotumia dawa huwa kuna kujioverdose na kujiunderdose. Unapopewa dawa ukajisikilizia wewe, kuna watu anasema mimi bwana haiwezi kunitosha, natakiwa nipige 3 4 kwa lengo la kwamba aweze kupona haraka. Hiyo sio tabia njema na hicho sio kitu elekezi. Tunakupa dawa kulingana na kwamba ogani zako zina uwezo wa kubeba hiyo dawa katika kiwango gani na baada ya muda gani. Tunakupa ile dawa kwa kuangalia kwamba ini lako linaweza kustahimili kiwango cha dawa kiasi gani na kwa muda gani. Hivyo sasa, ili kuweza kulinda ubora na ufanisi wa ini lako, lazima tuweze kukupangia kile kiwango cha dawa ulichopangiwa ndio unachotakiwa kutumia. Sasa unapotokea ukaji overdose, unaonaga watu wengi wanakuwa kama wameelewa. Kwa sababu ametumia kiwango kikubwa cha dawa, mwisho wa siku anajikuta anapoteza maisha. Mtu anapata kama anaweweseka fulani, anakuwa kama mwenda wazimu. Kuna madhara mengi sana yanayojitokeza. Kwa mfano, mtu anaweza akatumia kiwango fulani cha dawa ambacho kimepitiliza. Kwanza utakuwa kama umelewa, baada ya hapo baadhi ya mifumo ikianza kupoteza ufanisi wake, ubora wake, ndio watu wanakufa. Sasa ili uepukane na hiyo zama, hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo ambazo ni hatarishi, zingatia vipimo elekezi. Ukiandikiwa tumia vidonge viwili, tumia vidonge viwili tu. Kwa maana tunakuwa tumesha calculate kama wataalamu kwamba hii ni kiwango gani kulingana na uzito wake, kulingana na surface area, kulingana na umri wako. Lakini pia ukiandikiwa mtoto mpe kiwango fulani, mililita 5, mililita 10, it's very standard. Ina depend ni dawa ipi. Kwa maana kama unapotumia antibiotics katika kiwango hicho, ukaweza kuvuka kiwango kile ambacho tumekuandikia, mwisho wa siku utatengeneza mauzi. Ile tunaita adverse effect. Lakini pia unaweza ukatengeneza reaction, allergy fulani ambayo utakuta mtu anaharibikiwa ngozi, anaanza kukaa amechanganyikiwa, anakosa nguvu, mpaka wengine wanakufa kwa sababu ya kuzidisha nini? Kipimo ulichoandikiwa na mtaalamu. Lakini pia umuhimu wa 5, kudumisha msingi wa tiba bora kwa mgonjwa. Wapendwa watazamaji, ukimeza kiwango cha dawa ulichoelekezwa, ukafata muda sahihi na ukamaliza dozi, tuna uhakika mkubwa sana kwamba mwili wako umepokea kiwango elekezi na kiwango stahiki ambacho kinaenda kupambana na wadudu husika na kuweza kurejesha afya yako katika ubora wake. Hivyo wapendwa watazamaji, jamani wagonjwa, hakikisha kile ulichoandikiwa ndio unachozingatia. Na ni mara 100 ukianza kupata shida yoyote ile, basi stopisha, muulize mtaalamu. Lakini tunashauri kama kuna side effects ambazo unaziona lakini hazina uhatari sana, endelea kutumia dawa japo iwapo unatumia kwa kiwango elekezi. Fanya kama ulivyoelekezwa na wataalamu, kama ulivyoandikiwa na wataalamu. Pale utakapojichanganya, basi utafute mtaalamu uweze kumuuliza kwa upana au kwa ukaribu zaidi. Asanteni kwa kunisikiliza. Nipende kuwakumbusha kusubscribe, kucomment, na kama kuna changamoto yote ile utapiga namba ya simu tumeiweka hapo. Asanteni kwa kutusikiliza.